Good day, ladies and gentlemen. Welcome to Loud and Clear. Today, I want us to discuss a bit about charity. And first of all, thank you so much to everyone who has been doing charity. You know, I see people during their birthday wanaenda children's home, wanapika na watoto wanakata keki. You know, it's very an amazing thing. I see people wanaenda pale mnapika machapo and all that. I was brought up in a children's home, and I know that feeling when we used to see visitors wamekuja, wametupikia, tumecheza huko, walikuja na mango zao mzee, wakatupatia zile watumii, those who had excess. It is an amazing feeling. You don't know how it felt, but I'm telling you today because I was brought up in a children's home, and I was so happy anytime I see visitors. I'll be very happy because najua hawa wamekuja na kitu, either tutapikiwa, we will eat something that is not in our normal diet, or tutapata goodies, either toys, either clothes, books and all that. It's a very good thing. But today I want to shift your mind a bit and ask you to think about it. I see fleets of cars going to children's home. Watu wamevurutana, wameenda, wamepika nini, wamekula na watoi. It's nice. But I want you to think about it this way. How about we do something more impactful? Like for instance, if you guys have, let's use an example, tuko na gari 100 cars, each car is using 4,000. That's 400,000. Let's use on the list. So maybe 2,000 ni mafuta, nikuja mkanunua tu shopping to wenyu tu wakusaidia on the way. It's very good. But how about tukiamua siku moja hizi magari 100 tusikuja na magari zetu 100, tuchukue Rosa ama basi, tuchukue basi 2. Basi moja ni kama 32k per day. Tutafute zile zinakuwa na 60 seat ama ni 32 seat. Ulipe 30k. Ukishalipa 30k hiyo basi moja, muende nyi wote mchukue basi 2. Hiyo tuseme ni kaa 60 per day. Then when you go to this children's home, chukueni hiyo pesa yenu 400,000. Look for 10 kids. Sawa. These 10 kids, semeni hawa watoto tunataka to change maisha. There are very many things that you can do. One, unaweza amua watoto weke kwa education policy. So hii education policy inamaanisha umelipia, kuna education policy watu ulipanga up to 10,000 per month ama 5,000. Hata mkalipa half ya mlipe 60,000. Ndio ama ingine muamue tutachukua kitu inaitwa health insurance ya watoto. Kuna health insurance ya 40,000 na hiyo ni per day. So mtoto anakaa anajua the whole year, in case I get sick I'm covered for. Na ukishafanya hivyo, mumeweka nini? Mumeweka bado inaitwaje? Mumeweka itawatia. Mmekuja na gunia zenyu 2 za mchele, wapike wakule usiku. But a whole year mtoto either medical yake iko covered ama kuna education policy. So watu wengine waja visit your home, wataambiago na mwenye home, by the way, hawa watoto wetu tunawalipianga ka kitu. Kwa hivyo ndio hii pay bill number, unaweza walipia ka medical wenye wako willing. So ndio tukue na kitu inaitwa kitu long lasting. Sasa on other hands, pia unaweza amua, baada ya kuja na hii chakula tumenunua 30,000 ama tumespend 100,000 tukafanya vitu mingi. Hii 100,000 wacha tutafutie children's home kashamba mahali to lease ka 1 acre. Kwa hii 1 acre, do you know how cheap it is to hire shambas? Huko nje watu wamesafiri huko Mamuranga mawapi huko. Najua unaniuliza children's homes zenye ziko Nairobi unaweza fanya nini? Unaweza amua kufanya warentiwe wa lease shamba. Hiyo shamba waanze kujipandia vitu zao. Wakipanda wakule, zingine wauze kama watapata surplus. So everybody mwenye atakuwa na safari hapo, na by the way tunakuwa na shamba, so wanaweza amua kuleta fertilizer, kuleta mbegu and everything. Sijui kama na make sense, but it make sense. Because also unaweza amua kuwekea fish pond. Where I grew in MCF, tulikuwa tumefunzwa kitu inaitwa self sustainability, in that kama tutapata sponsor watoto watalala njaa. Tulikuwa tunapanda French beans, tunapanda mahindi, tumepanda kila kitu. Tuko na mpaka fish pond za fish zenye zilikuwa zinauzwa. Tunapata chakula, tunapata vitu za kununua vitu zingine. What I'm trying to tell you is, make sure when you're supporting
an institution, let them be independent. Wa push towards independence. Kitu zingine unaweza fanya, unaweza wafungulia ka shop, ako ka shop, kakuwa kisabu watu wengine na vitu zao pia. You can also do what is called kuna ma project za kuku. Hizo projects zinakuanga za 50k kuanza nini. Make sure that your children's home iko na kitu ina run. Isikuwe tu inategemeanga msaada wetu utatoka wapi next, because there is something with charity. Kuzia kusaidia mtu anakuaga entitled. Sawa. Mtu anaona pia inaweza leta pia kwa uzembe fulani, mtu ane kwa nini nizembe nifanye bidii na kuna watu watakuja kututembelea, kuna watu watutembelea kila time. Hii ndio nakutanga pia imestrain wenye wanarun hizo children's home, because wanategemea wafadhili wa hand to mouth. Mmekuja, mmepika, mmekula, mmeenda. Tumekula na hiyo chakula yenu siku 2-3, lakini after that we go back to tusaidie. So when you're doing these charities, hebu jaribuni kufikiria hii children's home tunatembeleanga ni nini tunaweza wafanyia yenye tukienda watabaki wakifanya wajisaidie, ama itawasaidia in future. Education policy itasaidia mtoto. Ukiamua kumlipianga 10,000 utamsaidia. Kama ako primary, ujuange secondary atapata masomo yake. Mkienda huko muweke fish pond, itawasaidia. Mkienda huko muamue walisi shamba, waanze kupanda vitu zao, mtakuwa mwasaidia, kitu inawasustain. Mkiamua kuwafungulia dispensary, wanatibu watoto wao hapo, na community maybe yenye na visit inawapeka kitu kadogo. Just look for something yenye watoto wanaweza fanya ndio wakuwe na vitu zao. Alright? Think of charity that way. Now you will tell me. Bye bye. See you next time.